bilionea wa Nigeria na mtu tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote, ametangaza kuwa ujenzi wa kiwanda kinachopendekezwa cha kusafisha mafuta Lamu nchini Kenya utaanza ifikapo Oktoba mwaka huu, huku akifichua kuwa makadirio ya gharama ya mradi huo yamepunguza kwa takriban dola milioni. Dangote amesema kiwanda hicho kitahudumia Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki, huku ujenzi wake ukitarajiwa kukamilika ndani ya kipindi kisichozidi miaka 4. Baada ya kuanza, maandalizi ya kiwanda hicho yamepiga hatua kubwa nchini Kenya, kwa sababu tunachojaribu kufanya ni kuhakikisha kuwa katika nchi nyingi za Afrika zinakuwa na uwezo wa kujitosheleza kwa mahitaji yao ya nishati, Dangote aliambia Mbeki. Amesema maandalizi ya ujenzi yamefikia hatua ya juu, huku hafla ya kuanza rasmi kwa mradi huo ikitarajiwa kufanyika kabla au ifikapo Oktoba, hatua itakayoweka msingi wa ujenzi wa kiwanda hicho kikubwa ifikapo Oktoba mwaka huu. Tutafanya uzinduzi wa ujenzi. Baada ya kuweka msingi, tutaanza ujenzi rasmi, Dangote amesema. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha mapipa ya mafuta ghafi kwa siku, jambo litakalokifanya kuwa miongoni mwa vituo vikubwa vya kusafisha mafuta vinavyopangwa kujengwa barani Afrika, na kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Kenya katika sekta ya mafuta. Dangote pia amesema makadirio ya gharama ya mradi huo yamepunguzwa kutoka takriban dola milioni hadi dola milioni thara. Awali tulifikiri utagharimu dola bilioni lakini utagharimu chini ya hapo, takriban dola bilioni. Amesema ameeleza kuwa kupungua kwa gharama kumetokana kwa kiasi fulani na uzoefu walioupata wakati wa kujenga kiwanda cha kampuni yake nchini Nigeria. Amesema mradi wa Kenya utajengwa kwa haraka zaidi na hivyo kupunguza gharama za fedha zinazohitajika kuharamia ujenzi. Utakuwa na gharama ndogo kwa sababu utajengwa kwa haraka zaidi, hivyo gharama za ufadhili zitakuwa ndogo. Pia kama kampuni sasa tuna uzoefu zaidi kuliko tulipokuwa tukijenga kile cha Nigeria, amesema Dangote. Amesema mradi huo utafadhiliwa kupitia mchanganyiko wa mtaji wa kampuni na mikopo. Kampuni hiyo inapanga kutoa 1% ya fedha zinazohitajika kupitia mtaji wake na kutafuta 1% iliyobaki kupitia mikopo. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa sekta binafsi nchini Kenya na kuunda maelfu ya nafasi za ajira katika ujenzi, uhandisi, usafirishaji na ugavi, uzalishaji nishati pamoja na sekta nyingine zitakazohudumia mradi huo.